Tudema pale jamani. Muhimu sana maana wengine hapa bila kuweka chumvi anakwambia hii pia haijakamilika. Lakini ukiangalia kama utastadi sehemu unaweka chumvi nenda baada ya muda fulani kaangalia ka study kuna kitu kuna ile green coat. Kuna coat ya kijani inatengenezwa kwenye electrode. Kumbuka ile ni copper. Wewe unapoweka ile na maana unajua kuna njia inaitwa convention ambazo zilikuwepo. Lakini ukiangalia uhalisia chumvi kwa unazitumia za miamba tofauti na hizi ambazo tunazitumia sisi. Ukiweka hapa cha kwanza tunaua joint. Kaangalia cha kwanza unakuta cable nyingi zina kwenye ile joint tunatumia na joint zote tunatumia za weak sana, tumia zile strong. Unakuta joint cha kwanza inashambulia joint. Hata kama ni copper. Cha pili cable yako yenyewe inakuwa nyeusi. Ina ndio maana tunatakiwa ngao tutumie, yani bora utumie kwa kupima ili upate ile value nzuri. Kika chumvi leo mvua ikinyesha kama unategemea itakuwa miaka yote kweli. Mvua ikisharoana ile chumvi inatapakaa. Kwa hiyo ni vyema value nzuri ambayo unatumia chochote ukikuta pale umeipima umedesign, alafu kiona imekuja value nzuri pale hata ni miaka 5, value inakuwa inashuka vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaforce labda tutumie hizo bentonite zipo ambazo lakini unaweza kutumia bentonite ukutapia value bado iko juu. Nature unajua nature sasa hapo ili uweze kufanya hizi hapo. Naomba niulize swali. Karibu. Tukiwa tunapima soil resistivity, hapo tunataka value ili tuende tukadesign. Sahihi. Ni sawa kwamba yaani mtu alikuwa anapima moja electrode ilikuwa isomi, wakaongeza maji na chumvi, is it okay? Ndio kuongeza maji kwa ajili ya kuiwezesha ile conductivity. Kwa hiyo haina shida wala haitatuletea values. Antasemaje, unaweza kwa wakati tunafanya test kama mtu sehemu lina ukame mwingi, unaweza kuweka point kwenye maji zile ili tupate. Lakini ubaya sasa uzuri wa AC hata kwa kukavu itakusomea value. Maana kumbuka hii inawezesha voltage almost kama 25 kwa ajili ya kuipa nani. Kwa hiyo ukitouch tu kwenye ground yoyote value itakuletea. Sasa kuna ile ambayo unasema kwamba niweke chumvi. Sasa chumvi unajenga kwa namna gani? Niambie. Unaweka chumvi kwa namna gani? Unajua chumvi nayo ilikuwa na utaratibu wake kuitumia. Mara nyingi unakuta AC rod ikiwa hapo kimiminia chumvi mako umeiua. Kuna mawili, aidha ushatimba AC yako rod yako, unachukua chumvi kwenye pakti fulani unazifunga, unaweza assemble pembeni kuizunguka ile AC rod. Lakini haziatachi moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kusababisha ile conductivity ya soil iwe nzuri. Lakini mara zote tunapo design AC tunashauriwa kutengeneza matabaka ya udongo. Hiyo mbolea ng'ombe ni nzuri sana kuliko hizo chumvi. Kama ushafanya utafiti. Mbolea ng'ombe ukidesign AC ukichimba shimo lako labda refu, ukichukua labda mbolea ukaweka udongo, afu zipike zako. Utakuta mbolea unakuta nzuri kuliko utatumia njia ya chumvi na mkaa. Jaribu siku moja kupima. Unajua siku zote sisi tunafanya nadharia. Kwa nini? Wewe unatengeneza AC au una kifaa cha kupimia? Kwamba unasema mimi nikiweka chumvi na mkaa hii lazima iwe nzuri. Lakini sasa hujafanya jaribio kwamba hiyo chumvi na mkaa value yake imekuja vipi. Kwa lazima wakati unatengeneza AC tafuta kifaa, alafu angalia kile ulichokifanya ni sahihi. Ila yani kumbukeni kufungua wale wa AC mnapoenda kupima AC kwenye jengo. La sivyo mtu anaweza kaja kuambia bwana AC yako mbona nzuri. Wewe inakuwa ni nzuri 0.08 umepima kwenye jengo kama hili lilipo lina inject power. Sheria kwa kupima full potential lazima ufungue cable yako. Usipofungua tu majibu yako unapata sio sahihi. Kwa hiyo na maisha inabidi upime electrode ile yenyewe. Yes, resistance electrode. Hii ni swali lingine. Kwa sisi upande wa SGR kuna zile nguzo naona zimesimama. Alafu after every 1 kilometer almost tunaweka grounding station ambao tunachukua copper kutoka kwenye reli kwenda kwenye reli nyingine au kwenye ile nguzo. Alafu ndio inapita electrode ya kwanza inaenda kwenye hiyo station nyingine. Sasa kiwalisia tunafanya test hatuwezi tukaondoa ile aluminium. Kwa hiyo tunapima hapo inakuwa. Ndio maana kama hivi kuna njia tofauti za kupima AC. Kwa pale hauwezi kupima hiyo full potential. Lazima utumie clamp method. Maana ile bado ina power, si ndio? Kama inasimama kurudisha zile discharge ground. Kwa hiyo hii haifai kutumia hiyo njia. Hapo inabidi hata kama haipo energized, maana ina maana tutakuwa umebond kwenye structure mbalimbali. Je, yako unapima ni pale unaitaka au unapima structure zote zile? Kwa kama utakuwa ile kwenye labda kwenye ile nguzo moja, kuna hizi zimeshika kila kwenye nguzo zile.
labda tuseme naomba tulikujaga siku moja, sio walikata waje mwaka na nini, si nadhani tulipima njia hii. Kwa hiyo ukizipima kwa njia hii ndio inaruhusiwa, lakini ukisema earth yako unachokopa nini, hata kama hii haina power, kumbuka DB ile install pale kwenye hili jengo, ile DB distribution board ambayo umeizamisha kwenye ukuta, mpaka switch zote za moja kuzibond na earth. Kumbuka hizo zote zinakusaidia kushusha value ya earth yako, unajua. Sasa hizi zote unavyoziona hizi tunazikwepa, tujue nature ya soil yako ikoje. Nadhani soil yako iko vizuri, wewe unategemea vile vifaa vya ndani vyenye structure bonding. Tumapo kuna baadhi ya sheria inaturuhusu kama jengo kama hiyo, kabla jengo la ghorofa, wakati kabla wanaanza kudesign ile structure, unaruhusiwa kupick structure kulingana na sheria ya NEC nadhani kama 2000 ngapi hivi. Hiyo unapick structure, unatoa point yako, unaiweka pembeni. Ina maana siku unakuja huko design earth yako una bond na ile structure ya jengo. Itakusaidia sana kwenye kushusha value. Kwa kuwa ile structure nzima ile jengo iko chini ya ardhi. Hiyo ni njia nzuri sana. Kwa the way nyingi unataka kupima kwenye nani zile, lazima utumie frame. Sasa mfano tumefanya ujuzi, kulikuwa bado line haija energized na tulikuwa tunataka earth resistance, tukatumia 3 point. Ndio. So majibu tuliyopata kwamba sio sahihi. Hata kama line haiko energized wala hamna. Yaani tunaangalia bonding za zile, maana hizi nyinyi mmebond kutoka EFE kwenda kule, si ndio zimefanya bonding ya hivi? Sasa kama bonding ya hivyo, na maana wewe unatafuta pale uvoweka hizo electrode zako, labda kwa tizanga umefika hata mita 30 ya ile waya. 30 then the next one ikawa kama kwenye 25. Sawa, ile unajua ile mwisho ya kwanza itakuwa 30 na izidi zaidi hapo. Ashumu ile structure yako ile bond zile nguzo zimeenda umbali hata mita 100. Pale ndio umepima kitu halisi kweli. Maana utakuwa uko under. Kwa ile sphere yako yote utajikuta na 0.0 utafurahia, kumbe wewe uko ndani ya ile eneo. Nitoa mfano, yani tuna eneo la substation. TANESCO na substation. Wana structure hizi kuanzia huku kote huko, eneo lina mita almost 30. Wewe ndio pale kupima, ukienda na vima vyako, ukichomeka mule ndani ya eneo, utajidanganya. Sheria sisi ilikuwa ni nje. Sio ndani. Na maanisha nini? Tunaangalia distance. Hata ukiwa nje, hata umeenda kupimia huko, reli imekimbia huko, ile cable ambayo ya electrode kila nguzo mpaka zimeenda wapi, mita ngapi sijui, au kilomita kadhaa. Kila baada ya kilomita moja kuna ground station. Hivi lakini tunakuwa pamoja kutoka upande na upande huu. Yaani separate. Hii grounding station moja, baada ya 1 kilometer kuna grounding station nyingine. Inamaanisha nini nani? Katika kila zile nguzo, S ya kwanza kwenye nguzo ya mwanzo hiyo. Sinaona nguzo ya pili? Inakuwa. Sasa ile link ile inamaanisha link. Tuseme imeenda mita 500. Link ya mita 500 ina maana wewe hautafuti nature road ile usiku, unatafuta nature road full. Zote zitapata value nzuri, lakini umetafuta zile zote, lakini huwezi pata value ya piti usiku. Piti usiku kama disconnect, upime yenyewe kama yenyewe ili uweze kupata value usiku. Ndio hiyo nakwambia. Ndio kwenye nani, kama ungekuwa unajua diagonal ya eneo, basi unatakiwa uzidishe mara 5. Ukizidisha mara 5 unatakiwa utoke nje ya hilo eneo. Kama mbata mita 30 fanya mara 5, almost kwa mia ngapi? 150. Yes. Tafuta keba 150 toka nje. Hata tafuta 62%, uje utafute hii value ndio utaipatia. Kwa the best way ni ku electrode wake yenyewe au tutumie. Yaani electrode wake mwenyewe ndio unapata nature ile. Na claim pia tunaweza tukatumia. Hata claim tunatumia ili uweze compare majibu yako. Na tukitumia claim hamna haja ya haina haja ya kudisconnect. Unapima kile kinachoshuka. Hata line ikiwa ni jaza haina shida. Na ndio utakia. Kwa hiyo ndio the best. Hii ndio the best. Tunaangalia hata price yake na hizi nyingine tofauti. Hii zao almost nazo si milioni 10. Lakini hizi utakuta bei tu bei ziko bei za kawaida. Ndio mkuu. Na mimi nataka kurudia swali alikuwa ameuliza dada hapo. Hiyo ya kuweka chumvi wakati unafanya measurement kwenye hizo probe zako. Kwa unakuta labda unafanya test nyingine anakuambia bwana kwamba labda kifaa kinakuwa hakiwezi kuconduct vizuri, kwa anakuwa kwenye kama hiyo one method. Unakuta sasa kwenye labda substation labda ile imeandaliwa eneo ile imekuwa compacted, kwa unakuta ile ndani yake suri yake pale inakuwa haina conduction. Kwa sababu akipiga ile probe unakuta labda kitu nani kufanya measurement kule inakuwa inakuwa hapati.
Kwa sasa hivi kuimprove ili kupata result. Of course ilileta debate fulani vitu kama mishana. Basi kama wanaweka chumvi, wanakoroga chumvi na maji, alafu wanaweka. Unajua akasema kwamba hii sasa max inatakiwa kupata actual ndio maana nitakwambia kitu kimoja. Huyu na method yani unataka ufanye kabla vitu vyote havijafanyika. Unajua wale wanafanya study wale. Ndio hiyo stage. Ile study ile sababu ndio ile eneo ndio kiwanja. Mambo ushalipongua hapo ushaitakiwi. Umepata ile layer ya juu ile. Unamshifanyia compaction kila kitu. Sasa ndio unakuja kufanya. Sasa hapo ndio umekosea. Yaani ndio kwa jua watu ndio kufanya ile eneo, mshapata eneo. Kwa mfano hapo pale airport ya Dodoma. Eneo liko pale unatengeneza airport. Wale ndio kufanya study ile, visibility study ile eneo. Basi ndio kwa uende. Haja itakuwa liko kwenye nature udongo wake. Ukisema ndio walipongue, wajaze vifusi, wajaze afu ndio kufanya hiyo test itakuwa haupo sahihi. Magani unajua katika kitu ambacho kina effect hata kwenye earth. Na watu wengi tunakosea hapo kutengeneza earth, na utajenga kama ile ghorofa 10 liko Kariakoo. Hiyo imesimamishwa hapa, eti mtu anataka kutengeneza earth hapa. Kwenye ule ukuta. Hivi unajua kwanza ile eneo la ukuta wote ule ni kifusi tu kimejazwa. Lakini sheria haitaki sisi tuweke karibu na jengo, natoka angalau utoke mita kadhaa. Earth yako iende pembeni, labda kwa ajili ya maeneo. Tena unajua na hii changamoto ya hii earth fall potential, kuna baadhi ya maeneo huwezi kuchomeka hivi. Nadhani tulisema kuna siku na zile wire gauge ambao unaweza tu chini hapo. Hata sema kuna zege unaweza kupimia hiyo fall potential. Kuna wire gauge fulani nadhani zimesahau kuja nazo. Zipo visquare tu hivi. Kwa hiyo ukiziweka tu chini hapo, zile tuna conduct na ground vizuri tu. Kuna baadhi ya maeneo unakuta posta kule kuchomeka ya uwezi, si ndio? Lakini kuna hizo wire gauge ambazo nazitumia kwa ajili ya kuweka chini ili uweze kupima. Kwa hiyo njia bwana, kwa kweli ndio tunasema ile sphere tunapo overlap jengo hilo unaita electrode yako hapa. La sivyo hakikisha unapeleka chini ya ardhi mpaka upite structure ya jengo kama una uwezo huo. Uziunge hata kama ni 20 na 10 ngapi zende hadi chini kabisa upate ile nature udongo. Lakini ukienda tu kiweka hapo, unaona njia nzuri ambayo tutumie kama majengo kama Posta vile au Kariakoo to bond the structure ya jengo. Toa pointi, tengenezea structure ndio ina support earth yako vizuri tu. Hiyo ndio ndio kuna nini umejibu mahitaji yangu. Sababu gani? Nipata changamoto hiyo wapi huko Geita huko Senga. Tuko nafanya earth resistance. Kwa hiyo nikatoka kwenye jengo, nikaenda mita 3. Nikachimba mita 3 chini. Nimehangaika nayo kuipata. Hiyo tusata below 5 ilikuwa inakuja 20 ngapi. Kwa hiyo nilichofanya nikatindua ile nini ile refu nikaunga kwenye zile nini nikaipata, lakini nikasema ni kwa hakika kwamba itakaa. Lakini sasa jibu umeniambia kwamba ile sehemu ngumu kama hizo unaweza kutumia ila bonding, lakini hakikisha wewe unaweka NS electrode. Of course na nimeweka zile support tu. Zile na support tu zile nani. Na pale nani yako clamping yako inategemea unaifanya vipi. Unajua mara nyingi ulifanya heating kwenye nani? Heating kwenye bar na kopa. Na kopa Utekaje? Ilishika kopa na ile na nini stili nini baile na nilichomea. Mimi sidhani kama tutakuwa na doni. Kuna nani, kuna wao wengine, kuna hizi tunaita nani bimetal clamp hizi. Nilifanya pia hiyo. Kuna hizi tunatumia sana U-bolt. Kuna clamp fulani ambazo watu wengi wajua wa mtu ananoe road anatumia fikia vile anafunga. Havina uwezo wa kukamata. Kuna hizi U-bolt zile ndio unaweza safe 25 kimoja. Zile ukifunga kweli, yani zile unafunga na spana kabisa na ikishika imeshika. Sasa tulibind na nini na copper wire. Sasa vyema singine natumia zile U-bolt. Natumia U-bolt afu baadaye hapo kwanza ndio kwa uipige msasa. Tumie sasa upige inyae kabisa. Alafu unaibonda, unatumia U-bolt au unatumia bimetal. Baada hapo sasa unachukua waterproof tape ile. Unaipiga afu unaipiga na tape nje ili kuweza kuzuia kuilinda ile point isiingie na nini baadaye kwa tapu. Kuna material tunatumia compound badala ya chumvi. Hiyo bentonite ndio nilikuwa naambia. Bentonite ziko za aina nyingi ambao kwa ajili ya unajua bentonite ndio mwingine anakuambia hapa unaweza kukoroga na udongo. Ile ni chake inakuwa kama cement, yani ikipata maji na shikana sana. Kwa muda mwingine unakuta unaenda kumkuta anatumia tu bentonite, lakini unaweza kukoroga na ule mchanga
ili kutengeneza ile compartment ya udongo. Lakini kuna muda mwingine unakuta hata ina msaada, unajua. Inategemea na nature udongo wako kwa. Kwa hiyo inategemea na eneo lako cha kwanza. Nadhani mtakuwa mshasoma, mwalimu ameshawaelewesha zewe kama unaweza ka design hiyo yako iko vipi, lakini pia uweze kutomba eti mimi natoka hapa UD naenda ku design S kule Mbezi Beach ukafika baada value sawa. Ndio maana muda mwingine mahitaji ya S electrode SMG na kwa iko same. Kimara unapo design huku nyumba zetu nyingi hatumii soil resistive. Soil ziko kwenye miradi mikubwa tuseme, si ndio? Majengo kama haya makubwa lazima ujue kwamba yeye nafanyaje F yangu ili iweze kuwa nzuri. Hatuwezi bwana kwa treatment soil yenyewe ndio kwa hamna. Eneo la soil mako utaenda mita mpaka upate value, unajikuta sasa ile eneo tena kuchimba pale. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hebu niache udongo wangu paikoje. Lakini best way ya kuweza kupata earth nzuri ni ku drive kwenda chini zaidi. Unaziunga na ndio unaziunga hata hizo road mpaka zifika mpaka 5. Ukisimamisha unaweza ziweke labda gorofa kafikiri. Na zinaenda chini. Na inashusha value nzuri. Na hamna mbolea iliyotumika wala nini. Kwa tunaangalia nature soil bwana. Kwa maeneo kama kusema Geita kule ambako miamba mingi au labda Dar es Salaam kusema maeneo kama Masaki ambako ukienda hadi futi moja unakutana na mwamba. Sana grade hapo ni nitengeneze hiyo kufika walau kuingiza electrode moja au mbili. Kama hii ndio kama alivyosema dada jana wanagonga kidogo la ndio maana kwenye design ya tunaweza mbona kudesign kwa wanaita kwa engo. Lakini lazima simu yenye mwamba kama inaweza ku drill ile eneo bora drill ili upate nafasi. Kwa muda mwingine mtu ana drill kwa kuchonga hivi. Nenda mpaka chini baadaye anajaza zile chemicals zake, labda anajaza nani hizi powder, anajaza mbolea, alafu anaweka electrode. Au mwingine akachimba eneo kubwa. Alafu baadaye ukatafuta udongo, ukafanya ile ukaliclaim ile land kwamba ukaongezea udongo na mbolea. Na mara nyingi inafanyika hivyo, lazima uchimbe shimo, utafute udongo, utoe ile mawe, utafute udongo ujaze. Kwa baadhi ya maeneo nchi zetu naomba hivi, nchi nyingine sehemu kama zile wao wasingesumbuka kuweka hivi. Kwa kuwa sisi tutatumia mfumo tofauti TT system. Kama TN system anachukua neutral ile anaweka kwenye jengo lake, inakuwa kama AC ya jengo. Lakini protection yake inakuwa ni tofauti. Ubaya TN system na TT ni protection mbili tofauti. IT ni nadharia kwamba inawezekana eti transformer haina AC afu kwenye jengo ndio imeka AC, hiyo ndio IT system. Wanashungu kwamba transformer ilikuwa pale yenyewe AC haina. Inatoa tu nani kama tatu afu wewe mteja ndio weke AC ambayo ni nadharia. Lakini TN mara nyingi inatumika hata baadhi ya viwanda bongo au muda mwingine ili kuongeza neutral nguvu wanaitengenezea AC pembeni ili kuiongezea nguvu. Nakuta baadhi ya viwanda mtu kaika transformer AC yake iko weak. Sasa ili kuweza kuendesha mashine zake unakuta ile voltage ya neutral inakuwa ni kubwa, kwa anaenda kubondi na AC. Unaweza kutengeneza tu AC pembeni lakini usihusisha na jengo, fuka ibondi ili kuitengenezea nguvu. Lakini kuna wengine wanatengeneza moja kwa moja kwenye motor nini, structure zote wana bond kupitia kwenye neutral pamoja na AC, inakuwa na point mbili. Lakini nadhani hiyo viwanda vya wakoloni vishakuwa hapo kipindi hicho. Sasa hivi mtu hawezi kudesign kiwanda kwa namna hiyo. Sasa kama yani hatuwezi ku drill hiyo method ya kuifanya hiyo slant, it's okay. Sasa isilale kabisa. Sasa ikilala maana utakuwa juu, lazima wakati na drill yani angalau upate tu drill kabisa. Yani hatuna mashine ya unailaza tu hivi. Yani tuko site hatuna mashine ya ku drill, electrode inabidi ingie. Kwanza ukiingiza electrode lazima umpeli gani kabla ya kukutana na mambo. Electrode ilikuwa ni almost 1.5 meters. Sasa ndio kuna mwamba imeshindwa kuingia. Yaani na kwanza yaani mwanzo pale tunakuta mwanzo imeingia kidogo, baada hapo ikae na kataa. Sasa tunaweza bench na katika kitu ambacho sisi tunadharau katika earth tunaidharau sana hasa kwenye majengo. Yaani bora itafikia. Yaani bora wewe uingie gharama kudesign earth yako ili uje ukae vizuri muda mrefu kuliko useme tu. Na ukisema tu uzilaze tu pale uko juu ya nani huu udongo wa juu. Sasa unakuta hata udongo wenyewe ule kwa pale yani sio wenyewe sio halisi. Kwa hiyo angalau kama unaweza basi ingepata na material ya kutoboa ile, yani angalau upitishe zile rodi zako angalau. Lakini ukisema tu unatoa mchanga tu unailaza hivi unafikia. I think yani scenario ni kwamba
tupo sahi, hapo ilikuwa sio nyumbani kwangu. Tulikuwa tunapita hospitali tofauti. Hapo tulikuwa tuna install hizi, ilikuwa ni kama mabofu kwa ajili ya nini, something kuhusu solar. Kwa hiyo ilikuwa lazima kuweka electro chini. Kuna sehemu ndio ikawa inakubali, most of the places ingia mpaka chini. Lakini tulifika maeneo kama Singida wapi, ikawa inakataa, yani unagonga hadi unaweka maji na kataa. Kwa hiyo supervisor akasema tufanye nini? Mzilaze. Kwani kidogo inakuwa juu alafu baadaye tunailaza. Valve mlizipata au amkupima? Atukupima. Sasa ni kokosa jingine. Hatuwezi kuridhika. Naweza kukwambia bwana ilikuwa nzuri au kwa wengine ambao bwana tulipima ilikuwa ungepima kwa 500 ungefanyaje? Mkuu, mimi nilijaribu kusema dada. So it was in Masaki ambayo ile road tuseme iko na kama 15 hivi. Na ukifukua tumefukua shimo alafu around futi 2 shimo liliweza kwa sababu lazima tuna drill na tulikuwa tuna suru ya kawaida ya kusunja tena ule mwamba. So tulichofanya pale ambapo mwamba unaanzia sisi ile road tulikuwa tunagonga kwenda alafu hapa tunainyanyua simama. Kwa hiyo kipande cha kama futi 2 inakuwa kimejazwa udongo ule tulikuwa kawaida tulirudishia. Alafu by then sheria tulikuwa tukifanya kwa wakati ilikuwa nataka tupate chini ya 25. Na tulifanya bado tulipata around 15, 16, nyingine ilikuwa nasoma 17 lakini iko sahihi kabisa. Ni sahihi. I'm trying to assume kwamba ni almost the same scenario ambao hao walifanya. Ani tatizo nature yao walikwambia. Wewe basi nzuri ulipima au hakupima. Au cha pili sijui kwamba wewe hiyo miti kama ulipata kwa mita 1 angalau udongo umeenda. Na kweli ukiziona ukafika hata 2 ukazeka hivi. Angalau sasa kwa yengo kama 45 hivi na kushuka chini unaweza kaipeleka hiyo road yako. Si umeenda 1 au umeenda 2. Kama utapeka hivi inabidi upeke huku. Alafu zibondi pamoja. Na kikubwa tunachosema kwamba wewe unaweza kachukua tu road moja akaiweka pale tu akafunga kaondoka. Si ndio?